Karibu katika mfumo wetu wa Ink School Management System. Katika video hii itakuonyesha namna ya kutengeneza invoice kwa ajili ya wanafunzi. Moja kwa moja nitakwenda ku login katika mfumo wetu. Kuingiza email pamoja na password. Kliki hapa login. Utakuwa umelogin kwenye mfumo wetu. Hapa utaona kuna fee collection ambapo expected ni 0, collected ni 0, pending ni 0. Then hapa kuna chart inayoonyesha income, expense, pia na yenyewe haina kitu chochote. Moja kwa moja mfumo wetu ni rahisi sana kutengeneza invoice kwa wanafunzi na kutrack. Utakuja katika button imeandikwa manage invoices, utakliki invoice titles. Utatengeneza invoice zako tofauti, mfano labda school fee au transport na kadhalika na kadhalika. Mimi nitaenda kupick hapa, then nitatengeneza school fee. Then nitasema save. Nitakuwa nimetengeneza title yangu hapa. Ninaweza kuidelete na kuiedit hapa, lakini nitakuja hapa button ya chini imeandikwa create invoices. Kumbuka kwamba tayari hapa nilikuwa na wanafunzi ambao nimewaregister, kwa nitakuja hapa nita select. Unaweza ku create mass invoice kwa wanafunzi wengi na unaweza ku create a single invoice. Naenda kutumia mass invoice. Kliki hapa, nitachagua school fee, nitachagua wanafunzi category, decide boarding, class, then class form 1. Na nitasema labda ni wanafunzi wote, wanaweza nikawachagua na wataka select all, then nitasema amount. Let's say amount wanataka kulipa hapa ni milioni 1. Then nitasema school fee. Nitaweka description hapo. School fee. Then kliki save. Hapo utakuwa umetengeneza invoice kwa wanafunzi wako wote. Na nikija hapa nikakliki view invoices, utaona kwamba kuna mwanafunzi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wote wana invoice 1, 2, 3, 4 mpaka 5 na amount ambayo wanahitajika kulipa. Ninaweza kuedit hapa in case labda invoice amount sio sahihi, na ninaweza delete hapa invoice ambayo sio sahihi kama mwanafunzi atakuwa hana invoice. Na hapa ninaweza kuziangalia hizi invoice class wise, kuziangalia expectation yangu ya darasa. Kwa mfano nikiklikia hapa form 1, itaonyesha kwamba expected hizi invoice zote kwa form 1 ni shilingi milioni 5. Hapa itaonyesha amount, hapa itaonyesha amount paid, hapa itaonyesha balance ambayo imebaki, na naweza nikaiprint hii report ya invoice zangu kama ambavyo inaonekana hapo. Lakini pia kuna installment. In case kwamba unataka kukusanya kwa installment, basi utakuja hapa kwenye installment na utacheck installment. Kumbuka kwamba mfumo wetu sisi unagawanya hizi fee katika installment 4 ambazo ni sawa. Kwa hiyo nikisema nataka kukusanya katika first installment, kwa nitakliki hapa, nitasema update, then nitaangalia ambacho nahitaji kukusanya kwa ajili ya installment hii ya kwanza ambayo nimeicheck. Kwa hiyo nikija hapa nikasema get first detail, kwa utaona kwamba kwa sababu ni first installment ambacho kilitakuwa kilipo ni 2,500 na bado hakuna mwanafunzi yoyote ambaye amelipa kitu chochote. Kwa hiyo hiyo ni installment. Na hapa pia unaweza ku track paid invoices, zile invoices zote ambazo zimelipwa unaweza kuziona hapa. Lakini pia kuna achieved invoices. Hii ni kwa wanafunzi ambao either wamehama au wameondoka na bado hawako darasani na wanahitaji kukamilisha malipo. Kwa hiyo invoices zote utazipata hapa kwenye hii archived invoices. Lakini pia kuna written off invoices na pia kuna SMS reminder. SMS reminder ni sehemu ni eneo ambalo nitaweza kuja ku create SMS na kuweza kuwatumia wazazi au walezi kuwakumbusha kwamba bili yao iliyobaki wanahitaji kulipa ni kiasi fulani. Hivi ndivyo mfumo wetu ulivyo katika eneo la ku create invoices. Fuatilia video nyingine ambayo utaonyesha namna ya kuposti malipo kwa wanafunzi.